Wewe Sijan. Sijan. Nini bwana? Nenda wapi wewe? Niache mwanangu. Bora kufa. Nenda wapi Sijan? Sijan. Sijani ampanda juu kule juu ya ghorofa. Sijani ampanda juu ya ghorofa. Jengo la vyoo kule jengo la vyoo. Nimejaribu kumzia ila Sijan, tafadhali usifanye hivyo Sijan. Hupaswi kufanya hivyo Sijan. Niangalia mimi niletwa Sijan. Tafadhali Sijan. Njoo. Tafadhali Sijan. Njoo. Tafadhali Sijan. Tafadhali wangu, nuru ya moyo wangu. Ukicheka tu dunia yangu tulia. Mikono yako ni kama salama yangu. Penzi lako limenifanya niwe hai tena. Usilie mama, mimi niko hapa, nitakulinda kila siku ya maisha. Kwa hiyo Mary, umeniita hapa kwa ajili ya kuniomba pesa ya kusuka, sio? Ndiyo. Sasa nataka nimwambie nani? Taja jina la huyo mtu ili nikamwombe hiyo pesa. Mary, hata kama mimi na wewe ni wapenzi, sio sababu ya kunifanya nikuhudumie kila kitu. Na kingine, tambua kuwa mimi ni mwanachuo kama wewe. Sifanye kazi mama. Umejisikia unachoongea? Mimi ni mwanamke na inapaswa kuhudumiwa kama wanavyohudumiwa wanawake wengine. Hao wengine ni kina nani? Kwa hiyo wewe umekuwa ni mtu wa kulinganisha maisha ya watu wengine na maisha yetu, si ndio? Sasa unataka mimi nifanyeje? Ukiomba pesa tu kidogo unaanza kulalamika. Mbona Sijani mwenzako anatoa? Wenzako wanatoa. Mary, yaani 50 unaita pesa kidogo? Hivi unajua 50 kijijini unaweza kununua mbuzi wawili hata na zaidi? Unalitambua hilo lakini? Mbuzi? Basi nenda huko kijijini, katafute hizo mbuzi utongoze. Mtu hatawezi kunihudumia. Sijani, tatizo lako ni mtu wa mambo mengi sana, na siku hizi uonekani chuoni. Kumbuka tunatengeneza maisha Sijani. Shauri yako. Naelewa kaka, lakini kumbuka Sijani, tumekuwa marafiki tokea tupo first year. Labda kama kuna jambo lingine unanificha, ila utajisikia vibaya sana. Martin, ndugu yangu, naanzaje kukuficha wewe
mimi nikiwa na tatizo lazima nikwambie, ila basi tu ndio hivyo. Mimi huwa sipendi mambo yangu yawe hadharani. Kwamba mimi naweza kuweka mambo yako hadharani? Ningekuwa mlopokaji, ile tukio si ningekuwa nishasema. Inatosha kaka, hakuna haja ya kuendelea kuongelea mambo ambayo yashapita. Vipi kwanza, leo unaingia kipindi? Lazima niingie, ila kuwa makini sana na simu. Sijajua rafiki yangu anaunganisha na nini, lakini sidhani kama ni mtu sahihi kwako. Sawa bwana, haina noma, nimekuelewa kaka. Miri, kwa nini amemtaja Sijani? Nikizubaa hapa kitanilamba. Bomu limetoka, nikilipa ada, kodi, chakula, tabaki kama na 70,000. Nikitoa 10,000 ya umeme nabaki na 60. Miri anataka 50,000, kwa hiyo nibaki na 10,000. Miezi miwili nitakula hata miogo, maana nikizubaa hapa nitaonekana wale wale wanaume uchwao. Recho, kuna muda mimi nashindwa kabisa kumwelewa Sijani. Kuna muda anakuwa kawaida, pia kuna muda anakuwa kama kichaa. Tafadhali usimwite kichaa. Yule ni mtu kama watu wengine, huenda tu ni changamoto anazipitia au nini. Unawezaje kudeti na mtu wa vile? Siku hizi umekuwa msiri sana. Mili, upendo ni kitu cha ajabu sana. Wewe unapopakataa, wenzako wanapataka. Hata kama shoga yangu, hiyo usinifikirie vibaya. Sawa, ila kabla hajapona inabidi ujue shida ni nini. Labda shida iko kwenye familia yake na wewe ukaingia matatizoni. Hapo umesema. Huwa namuuliza lakini asemi. Lecho, hapo kuna shida kubwa. Mapenzi yetu hayatafutika, wewe ni ndoto yangu ya kweli. Oh, Recho, mrembo wa moyo wangu, na kusifia mbele ya dunia yote. Ukiumia nami nahisi maumivu, nitakupenda mpaka mwisho wa pumzi. Recho, usihofu, niko nawe kwenye shida, sitokuacha peke yako. Wewe ni maua ndani ya moyo wangu, nakupenda kuliko nilivyowahi kusema. Okay, wanafunzi, kabla sijaondoka nahitaji niwashauri kitu kimoja. Unapokuwa hapa chuo, jitahidi kufanya kilichokuleta. Tunajua kuwa maisha ya chuo yana changamoto na ni magumu sana. Kwa mfano, miaka miwili iliyopita kuna mwenzenu alitumia ada kwa mambo ya starehe, akashindwa kuendelea na masomo.
mwingine anajiua kutokana na mapenzi. Hivyo basi, ni kitu gani kinachokufanya uigize na simu namna hiyo? Umsikilize hata mkufunzi. Lakini sasa ameweza kufundisha. Kuna wimbo hapa nataka niangalie. Wimbo? Wimbo gani? Kuna wimbo wa dini hapa nataka nimwangalie. Leto, ushauri wangu mzuri eh? Ndiyo madam, nimekusikia, nitaufanyia kazi. Nilijua tu ufikirie, maana muda wote uko busy na huyo kijana. Sasa naona mahudhurio hayako vizuri. Leo mmoja mmoja utapita hapa mbele kuandika namba yako ya usajili na jina lako. Tunaanza na Lecho. Hey, Shija, uko sawa? Niko sawa madam. Nikikuona mawazo yote hupotea. Sauti yako ni muziki wa moyo